Kama utukufu wa Mungu hautakuja, hakuna matokeo. Kinachofanya matokeo yanakuja ni utukufu wa nani? Utukufu wa Mungu. Kwa ukisikia Zaburi anasema kwamba uwepo wako Bwana uende pamoja nasi. Ukimsikia mtumishi wa Mungu Musa kwenye kitabu cha Kutoka sura 33 mstari 15 anapomwambia Mungu kwamba kama hautaenda pamoja nasi hapa hatuwezi kutoka, manake kama utukufu wako hautakuwa upande wetu, kama uwepo wako hautakuwa upande wetu, hatuwezi tukatoka hapa na tukashinda kule mahali. Ama hatutakuwa na upako utakao tusukuma kwenda kwenye vita na tukapigana, hatutaweza kwenda, sababu hata kama tutaenda bila upako hatuwezi kushinda. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo aliye hai, vita yoyote ambayo unaipigana leo, chochote ambacho unakutana nacho leo, nenda kakipigane kwa upako wa Mungu, there is the victory. Lakini ukienda kwenye vita bila upako wa Mungu, manake umeenda as a empty vessels. Mwanangu, watakupiga, watakubutua, watakufanya kwa ni punching bag. Utaamka asubuhi una wanza kwenye rangi kama yako, anaamka na love bite mwanangu. Utaamka na vidole vya mchawi amekukaba, kakupiga makofi. So for you to fight and to become the winner, you need the anointing. Unahitaji upako. Kwa lugha nyingine unahitaji roho wa Mungu afanye kazi ndani yako. Do not fight any battle without the assistance of the Holy Spirit. Ukikosa msaada wa Roho Mtakatifu usiende kupigana. Ukikosa msaada wa Roho Mtakatifu usianzishe kitu. Ukikosa msaada wa Roho Mtakatifu usiyapange mambo. Panga yote katika roho. Anasema nalikuwa katika roho siku ya Bwana, alafu anasema kisha nikaona. So when you are in the presence of the Holy Spirit, even your eyes must be opened. Macho yako yanafunguliwa pale ambapo unakuwa kwenye uwepo wa Roho Mtakatifu.